Naam, karibu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Sina Uhakika, kipindi kinachochochea fikra na kinachouliza maswali magumu bila ya uoga. Na hii leo tunazungumzia mada nzito, maadili na uongozi wa vijana. Tunajenga ama tunabomoa? Ndio msingi wa swali letu katika kipindi chetu cha siku ya leo, Sina Uhakika. Naam, katika familia, taasisi na hata mitaani mwetu vijana wamekuwa wakijitokeza, wakichukua pia nafasi kubwa zaidi. Lakini je, wanajenga jamii yenye maadili au wanachangia kuporomoka kwa misingi ya utu? Leo tunachambua kwa kina na kwa mifano hai. Takwimu tunazitumia, lakini vile vile wito kwa taasisi zote, ikiwemo taasisi za kidini, zinapaswa kuamka na kuchukua nafasi yao. Mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wa Samiga Digital, Sina Uhakika ndio kipindi chako ambacho mubashara kinakujia. Mada ni maadili na uongozi wa vijana. Na moja kwa moja tuanze kuangazia mmomonyoko wa maadili na kupiga japo mifano hai. Lakini vile vile tunaweza tukaona pia katika miaka ya hivi karibuni tumekuwa tukishuhudia vijana wakijitokeza kama viongozi wa familia, mashirika na hata siasa. Lakini pia tumeshuhudia wengine wakipotea kabisa kwa kukata tamaa. Kwa nini? Kwa kukosa misingi bora ya maadili. Moja kwa moja tuanze kuangalia japo tafiti ambazo zimeweza kufanywa kwa miaka ya hivi karibuni. Mfano kama ripoti ya Uwezo Tanzania, ambayo wao walifanya utafiti wao kwa mwaka 2023. Wao walibaini kuwa vijana 9 kati ya vijana 10 hawana stadi za maisha na maadili ya uongozi. Wao waliweza kubaini hivyo, ambavyo hii tunasema kwamba ni hatari. Lakini vile vile katika utafiti ambao umefanywa na semina ya Jodad Foundation kule mkoa Geita kule, kwamba ilionyesha kuwa kulelewa kwa upendo unaopitiliza kuna mchango mkubwa kwa vijana kushindwa kuwajibika. Lakini vile vile tunazungumzia viongozi wa makundi ya vijana wanaotumia nafasi zao kwa rushwa, ubaguzi, lakini au pia kujinufaisha binafsi. Je, hali hii mpenzi mfuatiliaji, tunauliza tunajenga ama tunabomoa? Lakini katika hali kama hii tunasema kwamba si wote ambao wanapotea. Tujaribu kuangalia pia takwimu za viongozi vijana ambao wenye maadili. Kuna vijana ambao wamekuwa wakithubutu na wamejenga misingi ya uongozi wa maadili. Mfano tunaweza tukaona pia katika sera ya taifa ya maendeleo ya vijana kwa mwaka 2024 2034, ambapo yenyewe imejibainisha na imeweka wazi mkakati wa kuwaibua viongozi waadilifu. Takwimu pia katika taasisi ya NBS pia tunaona kwamba zimeonesha kuwa vijana ni zaidi kwa hapa nchini, vijana ni zaidi ya 60% katika taifa letu. Kwa ambaye alikuwa hafahamu, basi ajue kwamba taifa zima hapa Tanzania vijana sisi tupo zaidi ya 60%. Lakini katika namna ambavyo huzunisha ni kwamba kwa mujibu wa tafiti ni kwamba asilimia chini ya 15 pekee ndio vijana ambao wanashiriki kikamilifu katika nyanja za uongozi au nafasi za uongozi kwa taasisi za umma, kitu ambacho kimekuwa ni hatari zaidi katika mwelekeo wa taifa letu. Lakini pia hii ni changamoto na ni fursa katika upande mwingine, ambapo mtazamaji wewe pia kama kijana unanisikiliza vile vile pia. Na tunawapongeza pia vijana wale ambao walioko katika taasisi mbalimbali ambao zinajihusisha kuwakuza vijana katika mwelekeo wa kuwa bora kimaadili na hata kiongozi. Mfano kama Scout Tanzania, lakini vile ukienda kule Zanzibar pia kuna Milele ile Zanzibar Foundation pia